Habari na karibu tena katika channel ya Saikolojia ya Mapenzi. Mimi ni mwenyeji wako, Mufasa. Hakuna kitu kinachouma kama kumpenda mtu kwa dhati, huku ndani ya moyo wako ukijua kuwa anaanza kukuponyoka. Mapenzi ni kama nyumba. Kabla haijabomoka kabisa, huanza kuonesha nyufa ndogondogo. Shida ni kwamba, mara nyingi tunaziona nyufa hizo, lakini tunajidanganya kuwa itakaa sawa. Mwanaume akiamua kuondoka, mara nyingi haondoki ghafla. Anaanza kwa kuondoka kisaikolojia, kisha kihisia, na mwisho ndipo anakuacha kimwili. Leo nataka nikufumbue macho. Nitakupa dalili 10 za kisaikolojia zinazoonyesha mwanaume wako yuko mbioni kukuacha. Hapa Tanzania tunasema anaanza kuchomoa betri. Kaa nami mpaka mwisho, maana dalili ya 10 itakuonyesha kama bado una nafasi au ni muda wa kufunga virago. 1. Mawasiliano yanageuka kuwa kero, kukatika kwa connection. Zamani mlikuwa mnachati hadi simu zinapata moto. Alikuwa anakupigia hata kukwambia nimeona paka anafanana na wako mtaani. Lakini sasa meseji zako zinakaa saa 6 bila kujibiwa, na akijibu anajibu kwa mkato, ok, sawa, au niko busy. Mfano, ukimuuliza mbona hujibu meseji, badala ya kuomba radhi anakuwa mkali. Atakwambia, wewe mwanamke, mbona unanifuatilia sana? Kwani kazi hapa ofisini unafanya wewe? Ukiona mwanamume anaanza kuona kuwa kukujibu meseji ni kama anafanya kazi ya ziada, ujue moyo wake umeshaanza safari. 2. Haonyeshi tena wivu, complete indifference. Wanaume kwa asili wana kawivu fulani kwa mtu anayempenda. Akiona unacheka na mwanaume mwingine, lazima aulize, huyo ni nani? Lakini mwanaume anayetaka kukuacha anapoteza hiyo silika. Mfano, unaweza kumwambia, leo Juma kanisindikiza mpaka standi ya basi. Na yeye akakujibu, haina shida, Juma ni mtu mzuri. Ukiona mwanaume hajali nani yuko karibu nawe, sio kwamba amekuwa muungwana sana, bali ni kwamba hana cha kupoteza tena kwako. Hamu ya kukulinda imekufa. 3. Anaanza kugombana na wewe kwa vitu vidogo sana. Hii tunaita kutafuta sababu. Anajua hawezi kukuacha bila kosa, hivyo anaanza kutengeneza makosa hewa ili ajihakikishie kuwa wewe ndiye mbaya. Mfano, unaweza kumwandalia chakula akakuta chumvi imezidi kidogo, kitu ambacho zamani angecheka na kukila, lakini sasa anapindua meza. Hujui kupika, kila siku chumvi tu, hivi wewe mwanamke ukoje? Anakuza tatizo dogo liwe janga ili apate kisingizio cha kusema siwezi kuishi na mwanamke wa namna hii. 4. Anajiondoa kwenye mipango ya baadaye. Zamani mlikuwa mnapanga, Krismasi tutaenda kijijini kwetu, au mwaka ujao tutahamia nyumba kubwa zaidi. Sasa hivi ukigusia mipango ya mwezi ujao, anakwepa mada. Mfano, ukimwambia penzi, harusi ya rafiki yangu ni mwezi wa 10, tuanze kushona sare, anakujibu bado mbali, tutaona. Mwanaume anayetaka kukuacha haoni mwezi wa 10 akiwa na wewe, ndiyo maana hataki kuwekeza ahadi yoyote. 5. Siri na ulinzi wa simu unazidi. Ingawa kila mtu ana haki ya siri, mabadiliko ya ghafla ya tabia ya simu ni ishara mbaya. Mfano, zamani simu alikuwa anaiacha mezani hata akienda kuoga. Sasa hivi anaingia nayo bafuni, anaigeuza kifudifudi akikaa na wewe, na ameweka pattern ngumu kama ramani ya kijiji. Ukigusa simu kwa bahati mbaya, anapata mshtuko wa moyo na anaanza kufoka. Hii ni kwa sababu tayari kuna mchepuko ambayo anauandaa kuchukua nafasi yako. 6. Anapoteza hamu ya kimwili. Emotional and physical withdrawal. Mapenzi sio ngono pekee, lakini ukaribu wa kimwili ni kiashiria cha afya ya moyo. Ukiona mwanamume hahitaji hata kukushika mkono, kukukumbatia au kuwa na wewe faragha, kuna tatizo. Mfano, mko kitandani, badala ya kugeukia upande wako, anajifunika gubi na kugeukia ukutani akichezea simu yake hadi anasinzia. Ukimgusa, anakwambia, nimechoka, nina mawazo ya kazi. Ni kweli ana mawazo, lakini mawazo yake siyo jinsi ya kutunza penzi lenu, bali ni jinsi ya kulimaliza. 7. Rafiki zake wanaanza kuwa na baridi kwako. Mara nyingi rafiki za mwanamume wanajua ukweli kabla ya wewe kujua. Mwanamume akianza kuwasema vibaya kwa rafiki zake, nao wanaanza kukuchukulia kama mtu anayepita. Mfano,
Wale washikaji zake ambao zamani walikuwa wanakuita shemeji kwa furaha na kukuheshimu, sasa hivi wakikuona wanakuangalia kwa huruma au wanakusalimia kwa unyonge. Wengine wanaanza kukukwepa kwa sababu wanajua siri ya mwanamume wao kuwa ameshapata shemeji mwingine. 8. Anapunguza matumizi. Financial cutoff. Mwanamume anapopenda, anajitoa kwa kile alicho nacho. Akianza kukuacha, anaanza kukubania matumizi ili uone maisha ni magumu na uondoke mwenyewe. Mfano, ukimwambia, mpenzi, naomba hela ya kusuka, anakwambia, sina hela, hali ni mbaya. Lakini unamuona anatoka na washikaji zake kunywa bia na kula nyama choma. Anaanza kukufanyia pigo za kiuchumi ili uone huna thamani tena kwake. 9. Anakuwa msema kweli mwenye maumivu. Mwanamume anayetaka kukuacha hapotezi muda kuremba maneno. Anaanza kukuambia mapungufu yako bila huruma. Mfano, anaweza kukuambia, mbona umezeeka hivi? Mbona unene wako umezidi? Au, tabia zako naziona za kishamba. Hii ni mbinu ya kukushushia self-esteem ili hata akikuacha ujione kuwa hufai na yeye ndiye aliyekuwa na kuvumilia. Ni mbinu mbaya sana ya kisaikolojia. 10. Anajifanya kufa. Ghosting while in a relationship. Hii ndiyo ishara ya mwisho. Anakuwa yupo lakini hayupo. Mko nyumba moja lakini hamuongei. Anakusalimia kama jirani. Mfano, anarudi nyumbani saa 3 usiku, anakula, analala. Akiamka asubuhi, anawahi kuondoka. Ukijaribu kuanzisha mazungumzo ya, hivi mpenzi, tunaelekea wapi? Anakujibu, kama umechoka, milango iko wazi. Hapa mwanamume huyu ameshashika mpini wa mlango, anasubiri tu uisukume kidogo, aondoke. Dada yangu, mwanamke wangu wa Kitanzania unayenisikiliza, moyo wa mwanamume sio msitu, lakini ukianza kuona ishara hizi 5 au 7 kwa wakati mmoja, usijidanganye. Usianze kumlilia na kupiga magoti ukijidhalilisha. Mapenzi ya kweli hayahitaji kulazimishwa. Ukiona mwanamume anachomoa betri, anza na wewe kujiandaa kisaikolojia. Jipende mwenyewe kwanza. Maisha hayajaishia hapo. Wakati mwingine Mungu anaruhusu huyo mwanamume aondoke ili upate nafasi ya kumpokea mwanamume atakayekupenda kwa sifa zile 15 tulizozitaja katika video iliyopita. Je, mwanamume wako ameanza kuonyesha tabia gani kati ya hizi? Niandikie hapo chini kwenye comment. Mimi ni Mufasa, nitajibu kila comment kwa ushauri wa kisaikolojia. Usisahau kulike video hii na kuisambaza kwa rafiki yako ambaye labda anapitia kipindi kigumu. Subscribe kwenye Saikolojia ya Mapenzi ili uendelee kuwa mjanja wa mahusiano. Asante kwa kuangalia. Tukutane kwenye video ijayo. Kwaheri.